Leo nakuletea makala maalum kuhusu vita ya Kagera, chanzo chake, matokeo na madhara yake kwa Tanzania, Uganda na Afrika Mashariki kwa ujumla. Vita ya Kagera ilitokea kati ya Tanzania na Uganda kuanzia Oktoba 1978 hadi Aprili 1979. Chanzo kikuu cha vita hii kilikuwa ni uvamizi wa majeshi ya Uganda katika mkoa wa Kagera ulioko kaskazini mwa Tanzania. Majeshi hayo yaliongozwa na rais wa Uganda wa wakati huo, Idi Amin Dada, ambaye alidai kuwa eneo la Kagera lilikuwa sehemu ya Uganda kihistoria. Hili lilikuwa ni tendo la uchokozi lililokiuka mipaka ya kimataifa. Hapo awali uhusiano wa Tanzania na Uganda ulikuwa tayari umeharibika tangu mwaka 1971 baada ya Idi Amin kumpindua Milton Obote ambaye alikuwa rafiki wa karibu wa rais wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo uvamizi huu haukuwa wa ghafla tu, ulikuwa ni kilele cha mvutano wa muda mrefu uliosababishwa na tofauti za kisiasa, mipaka na ubabe wa Idi Amin. Vita hii ilisababisha mabadiliko makubwa katika Uganda na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kwanza, Idi Amin aliondolewa madarakani. Baada ya majeshi ya Tanzania kwa kushirikiana na vikundi vya wapinzani wa Uganda kuvamia Kampala, mji mkuu wa Uganda, Idi Amin alikimbia na kutokomea uhamishoni. Hili liliweka historia kwa mara ya kwanza katika Afrika baada ya ukoloni, ambapo taifa moja lilimuondoa madarakani dikteta wa taifa jingine. Pili, Tanzania ilithibitisha nafasi yake kama taifa linalopinga dhulma. Jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ lilionyesha umahiri wake kwa kufanikisha operation hiyo, jambo lililoipa Tanzania heshima kubwa kimataifa. Tatu, wananchi wa Uganda walipata nafasi ya kuondokana na utawala wa mabavu wa Idi Amin, ingawa walikumbwa na kipindi cha mpito chenye changamoto nyingi baada ya kuondoka kwake. Vita hii pia iliacha madhara makubwa sana hasa kwa Tanzania na Uganda. Tukianza kwa upande wa Tanzania, madhara yalikuwa kama ifuatavyo. Taifa lilibeba gharama kubwa za kifedha na kiuchumi, hasa kutokana na kuendesha vita na kushughulikia athari zake. Uchumi wa Tanzania ulitetereka na nchi kaingia kwenye kipindi kigumu cha kiuchumi miaka 1980. Na mwisho, mkoa wa Kagera uliharibika sana. Watu walipoteza maisha, mali zao zikaibiwa au kuharibiwa na miundombinu kuvunjwa vibaya mno. Kwa Uganda, ingawa waliondolewa kwenye utawala wa kidikteta, Uganda iliingia kwenye kipindi cha vita vya wenyewe kwa wenyewe na hali ya sintofahamu ya kisiasa kwa miaka kadhaa. Lakini madhara kwa Afrika Mashariki yalikuwa kama ifuatavyo. Vita hii ilizidisha migawanyiko katika ukanda wa Afrika Mashariki na ushirikiano wa kikanda ukazorota zaidi. Hata hivyo, ilitoa funzo kwa viongozi wa Afrika juu ya umuhimu wa kuheshimu mipaka na kutafuta suluhu za amani kwa migogoro. Kwa ujumla, vita ya Kagera ilikuwa ni somo la kihistoria lililoonyesha ushujaa, lakini pia liliacha athari kubwa kwa uchumi na maisha ya wananchi. Leo vita hii inabaki kuwa kumbukumbu ya muhimu wa kulinda mipaka, kuheshimu haki za mataifa mengine na kutafuta suluhu za amani katika migogoro ya kikanda. Hii ni Bongo Snap. Asante kwa kunisikiliza. Naomba usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata ujumbe pindi tutakapopakia video mpya hapa Bongo Snap.